Msikilizaji kipenzi, karibu kwenye hadithi yetu tamu ya maisha ya kila siku. Inaitwa Dear Ex au Penzi Linaloishi. Bila kukupotezea muda, tuanze na sehemu ya kwanza, ukiwa nami mkandarasi. Mchezo ulianza kuchanua mara baada ya kijana mwenye kipato cha kawaida, si cha juu wala si cha chini sana, aitwaye Maximo au kwa ufupi Max, kupokea ujumbe mzito kutoka kwa mpenzi wake wa zamani Julie. Walishawahi kuachana, lakini penzi lao bado lilikuwa linaelea angani. Kila mmoja hakujua namna ya kumkaribisha mwenzake kwa kumpa nafasi mpya. Hali hii ilizidi kuwa ngumu kwa sababu Max tayari alikuwa na mke aitwaye Deborah, binti mwenye diploma ya uuguzi nursing, ambaye kwa sasa anafanya kazi katika kituo binafsi cha afya kinachoitwa Malindi Healthcare. Je, unajua heka za wapenzi wa zamani wanapokutana tena huku akiwa tayari kwenye mahusiano mapya? Tunaanza na mwanaume akiongea na simu. Max, sijui umelipokeaje jambo langu. Sijui kama ninakosea au la. Pengine Mwenyezi Mungu ameamua kutukutanisha tena mimi na wewe. Sauti ya upole ilisikika kwenye simu. Mwongeaji hakuonesha haraka. Aliendelea kuongea taratibu. Nilishakuambia tangu mwanzo kuwa katu sitaweza kuwa na mwanamume mwingine. Nitangojea hadi pengo lako ulizibe wewe mwenyewe. Nilikuwa nikiomba sana kila siku unirudie. Sikujua ni kwa namna gani Mungu angeamua kutukutanisha, lakini tayari amefanya hivyo kupitia kiumbe huyu. Aliyekuwa anaongea aliacha ukimya utawale kwa sekunde 5. Kisha akavuta pumzi ya wastani na kusema kwa sauti nzito, nimebeba kiumbe chako Max. Nina ujauzito. Ukimya wa mwanamume aliyekuwa akisikiliza tu uliishia pale kwenye sentensi ya mwisho aliyoisikia simuni. Alihisi damu ikimpanda kichwani, ikitokea sehemu nyingine za mwili wake. Kigagaziko kikampanda. No, alisema kwa sauti kubwa, kisha akaishusha haraka baada ya kukumbuka kuwa hayupo kwenye mazingira salama. Hapana Julie, hukupaswa kufanya hivyo. Kwa nini umeruhusu hadi kushika ujauzito wakati nilishakuonya kuwa mimi na wewe hatuna tena uhusiano? Kwa nini unanifanyia hivi? Hujui kuwa tayari nina kiapo cha ndoa? Mwanamume aliyetambulishwa kama Max alilalamika huku akikaza meno kana kwamba amekula kitu chenye uchungu mwingi. Wakati Max anaongea na simu hiyo, sura yake ilizagaa huku na huku akiangalia kama kuna mtu anashuhudia maongezi yake. Kila baada ya muda alikuwa anapepesha macho kana kwamba anakataa taarifa aliyokuwa akiambiwa na Julie. Kumshikisha mtu ujauzito baada ya kuachana si jambo la kawaida hata kidogo, hasa kwa mazingira aliyokuwa nayo Maximo jua kali. Najua Max, na nimejitahidi sana kujizuia, lakini safari ya mwisho tulipokutana sikutamani kingine zaidi ya kukuzalia. Na kuomba tu usinikatae, kwa sababu sitaweza kuwa na mtoto bila baba kuwa karibu. Hiki ni kiumbe Max. Kwa nini unataka hadi nimkosee Mwenyezi Mungu kwa kutamka maneno yasiyofaa? Julie aliongea kwa sauti ya kulalamika. Ilikuwa ni saa 4:30 usiku. Ni dakika chache tu tangu Max amwage mkewe kipenzi Deborah kuwa wanaenda kulala, ndipo alipopokea simu hiyo kutoka kwa mpenzi wake wa zamani Julie. Ebu fanya hivi, kata simu kwanza, tutaongea vizuri kesho. Umenipigia muda mbaya sana, tafadhali. Sauti ya Max ilikuwa mpole, hakuwa na ujanja kabisa. Alishanaswa kwenye tundu bovu, kichwa chake kilikuwa kinawaka moto. Alishachanganya mambo na sasa alimshikisha mpenzi wake wa zamani mimba bila kutarajia. Hakuwahi kuwaza kama angeweza kufanya uzembe wa namna hii. Max, ebu niambie nifanye nini kabla hujakata simu. Nahitaji tulee huu ujauzito. Sihitaji kusikia jambo lingine zaidi ya hilo. Sawa, ndio maana nimekuambia nitakupigia kesho mwanamke. Mume, unaongea na nani? Sauti ya Deborah ikasikika kutoka kona ya mlango wa kuingilia sebuleni. Ilikuwa ni sauti ya mtu aliyesimama hapo kwa muda. Kwa mshangao, Max akaishusha simu yake taratibu hadi chini ya kiuno. Jasho likamwongezea mara 2. Alijihisi ana hatia tayari kwa kukosa uaminifu ndani ya ndoa yake ambayo sasa ilikuwa inaingia mwaka wa 3. Nimepata habari za kushangaza kidogo. Alitamani kusema uongo, lakini koo likamkaba. Jamani, pole. Zinahusu nini? Deborah alipiga hatua hadi alipokuwa mume wake. Alimkumbatia kwa mikono yake miwili kutoka nyuma, akambana kwa nguvu na kumtikisa huku na huku, kisha akamtazama kwa mahaba ya hali ya juu. Ofisini, wezi wa mafuta wamekuwa wengi sana. Hadi nanyongonyea, nashindwa nifanyeje. Max alidanganya. Alihisi hiyo ndiyo njia pekee ya kujinusuru. Mume wangu,
unadeka wewe. Hapo si kukaa tu chini, unatulia akili, unafanya mafekeche, unachanganua ubongo uone wapi ulikosea mwanzo, then unaanza project mpya, right? Deborah aliongea huku akitabasamu. Hakika ukizungumzia wanawake bora duniani, Deborah ni moja wao. Alikuwa mnyenyekevu, si tu kwa wagonjwa hospitali, bali hata kwa mume wake. Hakuna wa kuthibitisha hili zaidi ya Max mwenyewe, ambaye mara kadhaa amekuwa akikwamuliwa kimawazo na Deborah kila anapopoteza mwelekeo. Mheshimu mwanamke wa namna hii, utanishukuru baadaye. Max aliikata simu kimya kimya, huku nafsi ikimtuma kufuta jumbe, taarifa na hata namba ya Julie ili kuficha siri hii isije ikajulikana. Deborah alimshika kiuno mume wake, akampeleka pole pole sehemu ya kupumzika, huku akihesabu hatua kwa mahaba ya hali ya juu. You know mume, tatizo lako ni moja tu. Mara nyingi hupendi kunishirikisha mambo yako. Unayapokea na kukaa nayo peke yako. Unadhani mimi nina akili za magonjwa tu? Aliendelea kumbembeleza, ilhali akili ya Max haikuwa hapo kabisa. Ndugu yangu, ogopa kitu kinaitwa X. Inaweza kuwa kimeisha muda wake, lakini kikifufuka tena kinaumiza sana. X anaharibu kila kitu. Ndoa, kazi, hata mwili unateketea kabisa. Umemuona Max anavyopendwa na mkewe? Umemsikia Julie alivyoanza kupigania penzi kwa sauti ya juu? Je, umepata funzo kuwa mwanamume unayemwamini anaweza kupiganiwa na mwanamke wa nje? Bado upo nami, mkandarasi. Na hii ni hadithi inayoendelea kuyatibu masikio yako na kuuweka sawa moyo wako. Tunaendelea. Kwa hakika, usiku wa Max ulikuwa wa mashaka makubwa. Hii ilitokana na taarifa ya kushtukiza kutoka kwa ex wake, Juliet. Kwa mara ya kwanza tangu afunge ndoa na Deborah, siku hii Max hakupata mshituko wala hamu ya mapenzi. Alishindwa hata kusimamisha nguvu zake za kiume ili kumridhisha Deborah. Hakuna kiungo cha Max kilichosimama sawasawa. Vyote vililegea kutokana na taarifa ile ya mshituko kutoka kwa Juliet. Kushindwa kutimiza jukumu la kindoa kwa Max halikuwa tatizo kwa Deborah. Alimbusu mume wake mdomoni na kumtakia usiku mwema. Alfajiri na mapema, Maximo Jua Kali alikuwa tayari ndani ya ofisi yake. Ofisi inayojishughulisha na biashara ya kuuza mafuta kutoka kiwanda cha Futa Oil. Ofisi hiyo ipo mkabala na jengo jipya la serikali, halmashauri na wilaya ya Kigamboni. Max aliketi kwenye kiti chake cha kuzunguka. Mbele ya meza yake kulikuwa na kopo kubwa la maji, kompyuta, simu ya mezani, pamoja na daftari mawili makubwa. Max alikuwa amejitosa sana kuitazama simu yake, macho yake yakimakinika kwenye jina alilohifadhi kama Julie. Alishalitafuta jina hilo kwenye simu, lakini hakupiga. Iiweka mezani na kuanza kumtafakari mrembo Julie, akitafuta uhakika wa kile alichokisia jana, kuwa amempatia ujauzito. Akiwa bado amezama kwenye mawazo, simu yake ilianza kuita. Na ni Julie yule yule aliyekuwa akipiga. Pumzi ikamshuka Max. Ndugu yangu, ogopa kitu kinaitwa X. Inaweza kuwa kimeisha muda wake, lakini kikifufuka tena kinaumiza sana. X anaharibu kila kitu. Ndoa, kazi, hata mwili unateketea kabisa. Dear X, karibu katika kipande cha pili cha simulizi hii. Usisahau kusubscribe channel hii kwa ajili ya kipande cha pili.